Mathalan, mradi wa kimkakati unaoendelea wa ujenzi wa barabara ya mwendokasi BRT katika kati ya eneo la Posta na Gongo la Mboto kilomita 23.6 utaunganishwa na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere ili kurahisisha huduma za usafiri katika jiji la Dar es Salaam. Hali kadhalika, hatua za utekelezaji zinaendelea ili kuhakikisha huduma za reli zinaunganishwa na viwanja vya ndege vya kimataifa, hususan kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere, kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, jitihada hizi kubwa zinazofanywa na serikali zinalenga kurahisisha huduma za usafiri na usafirishaji wa uchumi kitaifa na kikanda. Hii inatokana na fursa za faida ya kijiografia za nchi yetu ambayo ni lango kuu la biashara la nchi zaidi ya 8 zilizopo kusini, mashariki, kati ya bara la Afrika na kiunganisha bara letu na nchi za Mashariki ya Kati na mbali. Hivyo ni dhamira ya serikali kuendelea utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa standard gauge kwa vipande na maeneo yote yaliyobaki kuelekea Tabora, Mwanza, Kigoma hadi Msongati huko Burundi. Pili, uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam gati namba 12 mpaka 15 na bandari nyingine za kimkakati za Tanga, Mtwara, Kisiwa Mgao, Mbamba Bay, Kigoma na Bagamoyo. Tatu, uboreshaji wa reli ya mamlaka ya reli Tanzania na Zambia TAZARA kutoka Kaplimposhi hadi Dar es Salaam. Ujenzi na ukarabati wa barabara za lami zinazounganisha Tanzania na nchi jirani, na pia ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege vikiwamo Msalato, Kilimanjaro na Mwanza. Lakini pia ujenzi na ukarabati wa meli katika maziwa makuu na ununuzi wa ndege mpya 6 za kisasa za kampuni ya ndege Tanzania ATCL. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, uwekezaji wa serikali katika sekta ya uchukuzi umeleta manufaa makubwa. Mathalan, mchango wa sekta ya uchukuzi katika pato la taifa uliongezeka kutoka 7.2 mwaka 2023 mpaka 7.5 mwaka 2024. Kasi ya sekta ya uchukuzi iliongezeka kutoka 4.1 mwaka 2023 hadi 4.2 mwaka 2024. Na katika kipindi cha hivi karibuni, robo ya kwanza na robo ya pili ya mwaka 2025 ilikuwa kwa wastani wa 5.4. Hivyo kwa kiasi kikubwa ongezeko hili limechangiwa na uwekezaji katika upanuzi na mtandao wa barabara, uboreshaji wa bandari, huduma za anga na maendeleo ya reli. Aidha, mafanikio katika sekta hii yanajumuisha ongezeko la mizigo inayohudumiwa katika bandari zetu kutoka tani milioni 27.55 mwaka 2023-24 hadi tani milioni 32.75 mwaka 2024-25. Ongezeko la abiria katika viwanja vya ndege kutoka abiria milioni 5,252,053 mwaka 2024 hadi abiria milioni 5,466,882 mwaka 2025. Na ongezeko la abiria kutoka milioni 1,123,696 mwaka 2023-24 hadi milioni 1,178,025 mwaka 2024-25. Napenda niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya uchukuzi ili kuchagiza zaidi ukuaji wa uchumi wetu. Pamoja na serikali kuendelea kuwekeza katika sekta ya miundombinu na huduma za sekta ya uchukuzi, na wakumbusha kuwa uwekezaji huu ni wenye gharama kubwa sana. Hivyo sote tunawajibika kuilinda na kuitunza miundombinu hiyo kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Tukumbuke uwekezaji huu ni jasho letu wa Tanzania. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba mniruhusu nitumie fursa hii kuipongeza kwa dhati Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Viwanja vya Ndege kwa kusimamia kikamilifu mradi huu na miradi mingine ya serikali inayoendelea kutekelezwa kwa viwango vya ubora unaozingatia muda na thamani ya fedha. Hongereni sana.
Baada ya kusema hayo, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninayo heshima kubwa kutamka rasmi kwa jengo maalum la viongozi wakuu wa nchi na wageni mashauri katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere limezinduliwa. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni kwa kunisikiliza. Excellencies, ambassadors, I will really appreciate and treasure your presence here. Thank you so much. Asante.